Na namna tabia ya uungu ipo ndani yetu, na moja ya tabia ya uungu ni kuviamrisha visivyokuwepo kwa neno la Kristo na vikawepo. Tabia ya uungu tuliopewa ni kuviondoa tusivyovitaka kwa neno la Kristo na vikaondoka. Amen. Na ndio maana hakuna kinachoweza kuyeyusha mlima, lakini neno la Bwana linayeyusha mlima. Unayeyuka kama nta. Maana yake ni nini? Hakuna jambo gumu ambalo unalipitia ambalo neno litasema tumeshindwa. Haiwezekani. Lakini ujasiri wa mtu kutumia mamlaka tuliopewa, akasema nimewapa mamlaka, tumepewa ufunguo. Lolote utakalolifunga hapa duniani na mbinguni linafanya nini? Linafungwa. Lolote utakalolifungulia hapa duniani na mbinguni linafanya nini? Kwa hiyo lugha nyingine ni kwamba vinywa vyetu pia vina control mbingu. Kwa sababu kama wewe utakachokisema ndio mbingu inafanya, inamaanisha control ya kule mbinguni kuna sehemu wewe ndio unaicontrol juu ya maisha yako. Kuna vitu lazima ufunge, kuna vitu lazima ufungulie. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1, anza kusoma mstari wa 1, utaona pale tabia ya Mungu nini kimetokea. Ukisoma anaanza kusema kwamba Mungu alivyoanza kutengeneza kwanza ili vitu vionekane, akasema na iwe nuru, na nuru ikawa. Akaona nuru ni njema, akaithibitisha nuru kwamba ibaki kuwa nuru, akatenga nuru na giza. Maana yake ni nini? Hata kwenye maisha yako kuna vitu ambavyo unaweza ukaviangalia na ukataka kuvithibitisha. Unataka nini? Mimi nataka maisha mazuri. Ukaona maisha mazuri ni mazuri kuliko maisha ya kubangaiza. Unayathibitisha maisha mazuri kwa mazuri kwa neno. Amen. Kwa vyote vinathibitika kwa neno la Kristo ndani ya maisha yetu. Maisha yako wewe unayaendesha kwa neno la Kristo. Maana yake ukikaa kimya, umeyakalisha kimya maisha yako. Nimesemaje? Ukiongea unayasukuma maisha yako. Maana yake ni nini? Kila kitu kiko kwenye neno. Hadi uzima na mauti yako viko kwenye neno. Na ndio maana akisema uzima na mauti viko katika nguvu ya kinywa. Kila utakachokitamka ndicho kinaenda kuwa. Maana yake nini? Ukisema mimi ni wa kuishi, utaishi. Ukisema mimi ni wa kufa, utakufa. Yaani kufa kuko mikononi mwako na kuishi kuko mikononi mwako. Unatamka nini kwenye maisha yako? Unatabiri nini? Maana yake mtabiri wa kwanza, nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe. Wewe ndio unayestaka maisha, kuishi ama kufa.